Mimi niliwahi kukutana na tajiri mmoja. Mtu ana pesa nyingi sana. Nikamuuliza, hivi kwa nini wewe una pesa nyingi sana alafu mimi sina pesa nyingi sana? Akaniambia, kwanza kuna vitu viwili vya msingi nataka uvijue. Akaniambia, cha kwanza, ukiona mtu ana pesa nyingi kuliko wewe, maana yake kuna maarifa kakuzidi. Kuna vitu ambavyo anavijua wewe huvijui. Lakini pia kuna tabia ambazo anazo wewe huna. Hilo la kwanza. La pili akaniambia ni la mtazamo. Mtu mwenye pesa na mtu ambaye ana pesa, tajiri na maskini, wakiangaliana, kila mtu ana mtazamo dhidi ya mwenzake. Lakini kuna mmoja mtazamo wake unaweza usiwe kweli. Nitakupa mfano. Aliniambia hivi, yeye na mkuu akaniambia, tajiri akimwangalia maskini anaona ni mtu ambaye hana maarifa ya kupata pesa. Anaona ni mtu ambaye ana uvivu. Anaona mtu ambaye ana uzembe, mtu ambaye sio kupenda sana kujifunza na kujaribu vitu, yani hana uthubutu. Anaona mtu ambaye ana imani ambayo inamzuia yeye kuwa na pesa. Anaona mtu ambaye, yani kuna vitu anaviona anapomuona mtu ambaye hana pesa, anapomuona maskini. Lakini maskini akimtazama tajiri, kuna vitu anaviona. Anaona ni mtu ambaye ni labda dhulumati, anadhulumu watu. Anaona ni mtu ambaye labda mshirikina. Anaona ni mtu ambaye ni mnyonyaji. Anaona huyu ana pesa nyingi, anamwona ni mtu ambaye labda tusemeje, labda nikisema mchawi. Anaona huyu atakuwa mshirikina. Umeona? Akiona huyu ana pesa nyingi, anaona huyu ni mtu wa kutoa makafara. Umeona? Kuna namna ambavyo anamuona. Sasa mimi nitakuuliza, na yeye aliniuliza, ukiangalia hiyo mitazamo miwili, unadhani mtazamo wa upi kwa yupi uko sawa? Yani tajiri sawa. Umeona? Yeah. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo maskini anamuona tajiri na vitu vingi anavyoviona, vingi watu wenye pesa watakuja kukwambia si vingi sio vya kweli. Ila vingi ambavyo tajiri anaviona kwa maskini, vingi ni vya kweli. Sawa. Anapoona uvivu, anapoona maarifa machache, yani vingi vinakuwa vya kweli. Sawa. Lakini ukiachana na mambo ya pesa na kuwa nazo na kutokuwa nazo, bado kuna hoja ya msingi niliweka mbele, mahitaji ya binadamu. Kwamba kabla hujaanza kuzitafuta pesa, unazihitaji pesa ili ufanyie nini? Yaani unahitaji pesa za nini? Unahitaji nini? Alafu hicho nini hicho ndio unatakiwa upate pesa ili ukipate hicho nini. Kwa hiyo kama hicho nini unachokihitaji hakihitaji kutumia pesa, wewe unahitaji pesa. Na ndio nikakwambia kwenye basic human needs no money, hakuna money kwenye, hata nadhani hata kwa definition ya UN ya basic human needs pesa huwezi kuikuta. Sawa. Sawa. Sasa ndio lazima kuwe kuna motivation ya kutafuta hiyo pesa. Sawa. Haijalishi kama ni nzuri au mbaya. Sawa. Ndio. Motivation mbaya sio nzuri. Sawa. Sijui kama nimeeleweka. Motivation mbaya sio nzuri. Motivation nzuri au positive motivation ndio yenyewe. Sawa, sawa. Sawa. Kwani unaamini hapa duniani kila mwenye pesa ni mwovu? Kutokana na akili yangu na ufahamu wangu. Ndio. Sasa ndio ule ufahamu wa maskini. Lakini kama vile pesa naihusisha na uovu na ushirikina. Sasa kwa nini unaitamani? Kama hautamani uovu, kwa nini unatamani pesa? Na unajua inahusiana na uovu. Basi baki na maisha yako. Iko hivi. Unasema tajiri anatoa kafara ndugu zake. Ndio. Maskini afiwe? Anafiwa. Akifiwa tajiri ametoa kafara. Akifiwa maskini kafiwa kawaida. Kwa hiyo kama unaona pesa ina uovu, mimi nakushauri ubaki na unaona uovu maskini wako. Sawa. Lakini turudi pale pale kwamba kuna issue ya maarifa. Sawa. Maskini anavyomuona tajiri kuhusiana na pesa, na tajiri anavyomuona maskini kuhusiana na pesa. Sawa sawa. Yeah. Sawa. Sawa. Basi hebu tusaidie ideas au mawazo yoyote ambayo inaweza kumsaidia mtu ambaye amekwama kabisa. Mtu amekwama kabisa. Hana hata niseme labda hata kodi inamsumbua. Chakula kinasumbua.
pesa bado haijakaa vizuri, unaweza kumshauri kitu gani? Anzie wapi? Pesa sio kitu ambacho ni universal kwamba kila mtu anaipata kwa namna moja. Pesa ina namna nyingi sana tofauti za kupata pesa. Ikawaje kuna vile vitu vya msingi ambavyo mtu akivifanya anaweza kupata pesa. Mfano, watu wanasema ukitatua changamoto za watu unapata pesa. Sawa. Uje kusikia mtu anapata pesa kwa kuwaelekeza watu mjini. Yaani mimi nimekuja sipajui, nikikuelekeza shilingi 5,000 kwa kupeleka 15,000. Sasa natatua changamoto yangu ya maarifa. Kuna mtu yesi ni dalali. Anajua nyumba, wapi kuna nyumba inapangishwa na wapi kuna mtu anatafuta chumba. Kwa hiyo anatatua tatizo la taarifa. Yaani mimi natafuta nyumba, sina taarifa. Yeye anaijua nyumba. Kwa hiyo akijua nyumba na mpangaji akiwaunganisha, ile taarifa anaifanya inakuwa pesa. Sawa. Kuna mwanamuziki mmoja anaitwa Banza Stone. Aliwahi kuimba wimbo unaitwa Mtaji wa Maskini ni nguvu zake mwenyewe. Na kuna mashairi anasema, kwa kuwa elimu mwenzangu ukupata, ila nguvu Mungu amekujalia. Jitume, si watu wako pale wanabeba zege. Sasa unaenda unabeba zege unapata pesa. Watu wanaosha magari. Si unaenda kwenye kuosha magari, naombeni nioshe magari nipate pesa. Sawa. Sasa hiyo nayo ni ushirikina. Hiyo nayo ni uchawi. Unapozidi kufanya kazi, unavojituma, unavohudumia watu vizuri, si unapata pesa vizuri? Ndio. Kwa hiyo yule mtu ambaye amekwama kabisa, kwanza naomba nimwambie kitu kimoja. Kuna mtu mmoja tajiri sana, watu waliokwenda kumfuata wakamuuliza, hebu tusaidie, tufanye biashara gani ambayo inalipa, ambayo itatuingizia pesa? Yaani ni biashara ipi ambayo tukiifanya tutapata pesa sana? Akasema hivi, hiyo biashara ingekuwepo, kila mtu angekuwa ashapata pesa na kuwa tajiri. Yaani ingekuwepo hiyo biashara ambayo ndio inaingiza sana pesa. Yaani shida haiko kwenye ile biashara. Shida iko kwenye wewe. Ndio maana wakati wewe unasema mimi biashara ya nyanya sitokuja kuifanya tena, nilibeba nyanya kuzitoa Ilula, azikufika Morogoro zikawa zimeharibika. Kuna mtu yani anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nyanya. Pengine wewe ulienda bila taarifa za kutosha. Yaani kuna vitu hukuwa umetimia kuifanya hiyo biashara. Kwa hiyo nikisema niwaambie watu wafanye hivi au wafanye kitu hiki ili wapate pesa, ni uongo. Labda naweza nikamwambia waangalie changamoto za watu kwenye eneo hilo. Kuna hadithi moja ya Bahili wa Maseo, vitabu vya zamani nilikuwa nasoma. Kuna Bahili mmoja watu walikuwa mpaka wanamcheka, alikuwa miaka ya 1700 Maseo huko Ufaransa. Kulikuwa kuna shida sana ya maji. Kwa hiyo alikuwa anawaambia watu, mimi nitakuja siku moja kuyatoa maji kutoka yanakopatikana mpaka yatafika Maseo na yatatatua shida ya maji. Watu walimcheka kwa miaka mingi kwa sababu alikuwa anaishi kimaskini sana. Alikuwa anafanya kazi, pesa aliyokuwa anaipata alikuwa anaiweka ili aje atatue changamoto ya maji. Na siku alipofikisha maji Maseo, maisha yake yalibadilika mazima kwa sababu aliweza kutatua changamoto ya watu. Mtu yote ukimtatulia changamoto yake, anakuwa tayari kutoa fedha. Na sio fedha tu, anakuwa tayari kutoa kitu ambacho anaweza akawanyima watu wengine. Cha msingi umetatua changamoto yake au umemfanyia kitu cha thamani. Kwa hiyo vijana au unaosema ambao hawana kodi hawana nini, wajaribu kuangalia changamoto ziko wapi wakazitatue. Wajaribu kuangalia